Akili yako itulize kwa Bwana, mwachie aongee nawe katika haya masaa. Ukiweza utafuatilizia wimbo, utafakari kwa kina na kumbuka unayopitia kama Hana. Tafakari toka moyoni mwako. Akili yako iko connected na mbingu. Teso la Hana, uchungu wa Hana, dharau na zaana, maumivu ya Hana, mama aliongezewa mke wa pili. Tafakari nawe kumbuka ya kwako. Au wakati ambapo unaona shida moyoni mwako, kwa hali zote, katika hali zote za machozi na furaha, Yesu umenijulisha na utanijulisha. Itabaki kuwa salama, itabaki kuwa salama. You may sing, unaweza ukaimba. Ni salama rohoni mwangu, Je, ni salama? Itabaki kuwa salama. Utaimba ni salama moyoni mwako. Ni wapi shetani anakupiga katika maisha yako? Ni wapi shetani anakupiga katika maisha yako? Je, utajipa moyo au utakata tamaa? Kweli utajipa moyo, baba, mama, kijana? Kumbuka Kristo ameona na aliona kabla hajakupata, na alikufa kwa ajili yako, kwa roho yako. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama. Hana anaimba ni salama, anaimba ni salama. Hata wewe unajua, hata unazijua dhambi zako.
rohoni ni salama moyoni mwangu. Salama. Mikutano inaenda kuisha. Je, ni salama? Ni salama? Baba, zungumza kwa dakika chache na mtazamaji ambaye yuko hapa, lakini pia kwa wale wengine wanasikilia sehemu mbalimbali ndani na nje ya Kenya. Naomba Yesu, zungumza na mioyo yetu katika jina la Yesu, amen. Somo la leo linasema Mungu atayafuta machozi yako. Haleluya, haleluya. Somo linasema Mungu atayafuta machozi yako. Mwambie jirani, ngeke jirani yako na mwambie jirani, Mungu atayafuta machozi yako. Geukia upande mwingine, mwambie jirani, Mungu atayafuta machozi yako. Kila mtu hapa aliyekaa kwenye mkutano alishawahi kulia. Halo? Kila mmoja aliyekaa hapa alishalia. Waafrika walishalia, wazungu walishalia, matajiri kwa maskini, level zote, kila mmoja alishalia. Leo habari njema ni kwamba Bwana Mungu atayafuta machozi yako. Haleluya, haleluya. Ni mama mmoja wakiwa na ndoa changa kabisa, akiwa mama tayari ameshabeba mimba ya kwanza, na ikiwa inakaribia kujifungua. Mama huyu alikuwa ni mwalimu, ilitokea 2021. Mama huyu akamekaribia kujifungua mimba ya kwanza. Baba alikuwa ni injinia, lakini pia alikuwa ameenda kutembelea migodini, anakwenda kazi migodini kule. Wakati ameshuka chini kwa ajili ya masuala ya migodi kule chini, ameingia ndani ya mgodi, ndipo kifusi kiliporomoka kikamfunika kule chini ya mgodi, na habari yake ikaishia. Mama akiwa amekaribia kujifungua na yule mtoto tumboni, mama anajua siku moja huyu mtoto atamjua baba yake. Lakini ajabu ni kwamba mtoto ilifika siku ambayo alijifungua, alitolewa, akafunguka, akazaliwa, lakini hamjui baba yake, anabaki kuoneshwa picha. Mungu atayafuta machozi yako. Haleluya. Mungu atayafuta machozi yako. Elkana mzee, kabla hajafika umri wa mzee, alikuwa ni kijana. Halo? Alikuwa ni nani? Kijana. Na alifikia umri ambao alitamani awe na mwenzi wa maisha. Halo? Kama wote mliooa, na nimeona hapa mbele kama ndugu yangu pale. Halo? Ukatamani wawe na mwenzi wa maisha kama wewe ulivyotamani. Halo? Kama wewe ulivyotamani na ukaoa na kuolewa. Na akajaribu kumchumbia Ana. Halo? Na alijaribu kumtumbia, akaongea maneno matamu kwa Ana. Akajaribu kumwambia maneno matamu. Ana, unajua Ana, yani ndio wewe tu Ana. Ana, unajua nikinywa maji na kuona kwenye glasi Ana, mimi silali Ana kwa ajili yako. Halo? Kama wewe ulivyodanganywa. Halo? Na akajaribu kumwambia maneno matamu Ana. Akamfarika kumwambia Ana, najua mimi ndio wewe, yani akamjaribu. Muangalie mwenzako, mwambie na wewe udanganywa.
Halo, yaani akajaribu kumdanganya, akajaribu kumwambia mambo matamu matamu, na Ana akaingia. Halo, Ana wanafikia. Okay, nisitoje kisa, naomba ninyamaze. Halo, nisikitoe kwa maana nimekumbuka nikasema nyamaze kabisa. Ila Ana akakubali akaingia. Halo, Ana akaamseka. Wanajua kwa nini siwaambie hicho kisa leo. Ana akakubali kwa nini? Unajua kwenye ndoa watu wameingia kwa staili mbalimbali. Kuna siku moja huyo kaka alikuwa ni mwalimu alikuwa anafundisha PF. Halo, Pathfinder. Halo. Sasa akaenda kumchumbia binti mmoja. Akamwambia, binti, mimi nakupenda sana na nataka nikuoe. Kama mzee Elikana. Halo, nataka nikuoe. Binti akasema, vigezo kuzingatiwa. Unafanya kazi? Unafanya kazi? Kazi gani na kazi wapi? Tuko sawa sawa eh? Sawa sawa eh? Sasa yule kaka akamwambia, kazi tu. Mimi ni mwalimu. Halo, mimi nani jamani? Mimi ni mwalimu. Binti aliposikia ni mwalimu, binti akachanganyikiwa. Halo? Na nilikuwa nasema ni mwalimu. Binti akasema sasa, na kaka akamwambia, nataka nioe haraka. Kwa hiyo vipi? Akaenda nyumbani, mama akamwambia, unataka uoe binti yetu. Sawa, unafanya kazi gani? Akamwambia, mimi ni mwalimu. Na kama hapa Birongo, kuna Birongo hapo, si Birongo iko hapo kanisani, hapo na Birongo primary iko pale, si ndio? Sasa akamwambia, mimi ni mwalimu. Mwalimu wapi? Wa Birongo. Halo? Mwalimu wapi jamani? Wa Birongo. Akasema, hamna shida. Sasa nataka nifunge harusi kwa haraka. Nimechoka kuwa single. Halo? Sasa bwana wakafanya haraka. Ndio ikafungwa haraka. Sasa siku binti anashangaa. Siku ya kwanza mwanaume aende kazini. Siku ya pili, ya tatu, ya nne. Bwana kazini anaambia tulia, uwe na amani. Halo? Sasa umepita wiki ya kwanza. Akamwambia, mbona wewe kazini? Akamwambia, sikia nikwambie mke wangu. Mimi ni kweli ni mwalimu. Lakini mwalimu wa Pathfinder. Si mwalimu jamani. Si mwalimu. Yule dada niombe tu ukweli. Aliamua, hebu muulize mwenzako ungefanyeje sasa? Amekujibuje? Anasema alivyosikia hivyo, binti aliondoka akaenda kuwa mke wa pili wa mwalimu wake wa sekondari. Halo? Jamani msidanganye. Halo? Sasa Elikana akamjaribu kumdanganya, akamwambia, Ana usiogope, Ana mimi nitakuwa na wewe, Ana uwe na amani, mimi ndo mume wako. Akampanga mimi naomba wengi kwenye ndoa wengi mlidanganywa. Mlivyo na challenge na maana ninapo challenge hivi kile ulichoambiwa na mume wako, mpenzi wako kabla ya ndoa, ndio kile ulichokikuta? Muulize mwenzako, ndio ulikikuta kile? Amekwambiaje? Hapana. Na kuna rafiki mmoja anasema bila kumdanganya upati. Kwa hiyo Hana akaambiwa na Ana akasema nimekubali. Halo? Nimekubali. Na wakaenda nyumbani, mama akamwona, mamake Elikana alipomwona yule binti Ana akasema huyu binti anafaa. Anafanya nini? Afaa. Wakapanga siku ya harusi. Siku ya harusi nzuri ikapangwa. Siku ikapangwa na watu wakajaa kama mlivyojaa leo. Haleluya. Haleluya. Yaani siku ya harusi ya Elikana watu wakawa wengi kama hivyo, wamejaa kweli. Na Elikana kaambiwa, Elikana unakubali kumuoa Ana awe mke wako halali wa ndoa? Akasema ndiyo nakubali. Hana akaulizwa, Hana unakubali kuolewa na Elikana? Ndiyo nakubali. Halo? Sasa katika shida,
katika raha ndio, katika magonjwa ndio, katika halo, ndoa ikafungwa, wakala vitu wakashiba. Sikia, baada ya harusi ikaanza, mwezi wa kwanza ukapita, mwezi wa pili ukapita, mwezi wa tatu ukapita, mwezi wa nne ukapita. Mamake kama anamwambia, vipi, mbona tuone nitakutematema mate? Kwani anaambia mama, usiogope mama, tuonga. Miezi 9 imepita, mwaka umepita, kimya, hakuna kitu, kimya. Hana amezunguka hospitali zote, lakini anaambiwa, tumeangalia mirija ya uzazi iko sawa, ovaries ziko vizuri, uterus iko vizuri, fallopian tube ziko vizuri, hatujui shida ni nini. Baada ya miaka 2, mwaka wa kwanza wa pili, ilikana kaza tafuta mwingine. Sikia kitu kimoja, baba na mama mlioko hapa, ndoa yenu sio zahanati, sio dispensary ya kijiji kila mtu atoe maoni yake. Jaelewa? Ndoa yenu sio hospitali, sio shule ya kijiji ili kila mtu aitolee maoni yake. Ni ya kwenu, iendesheni nyinyi. Halo? Ndoa ni sawa na serikali. Acheni kutafuta ushauri wa nje sana. Ninyi ndio maraisi, ninyi ndio makamu wa rais. Endesheni familia yenu wenyewe. Mkisikiliza kauli za nje, mtapotea. Halo? Halo? Yes. Elikana akasema, sawa. Kwa vile nimeona kwamba afanyi, akaenda mpango wa kando. Akamleta nani? Akamleta nani? Hadi hapo mke mkubwa ni nani? Mke mdogo ni nani? Alikuwa anakuja nyumbani kawaida saa 2, saa 1, saa 12, lakini ghafla akaanza kuja nyumbani saa 6 usiku. Anapata safari za kikazi. Halo? 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 Hata wewe unajua. Halo? Alikuwa hata matumizi, sasa matumizi yanapungua kidogo. Halo? Anaenda kwa mpango wa nini? Niliongea, anaongea leo. Sikia nikwambie, ukijenga nyumba kubwa, halo, kuna choo kinakuwa pale na choo kidogo. Halo? 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 Kuna nyumba afu na choo, tuko sawa sawa? Sikia nikwambie, mpango wa kando, nyumba ndogo ni sawa na choo. Narudia, ingia akilini. Mpango wa kando, nyumba ndogo ni sawa na choo, kibomoe. Haleluya! Mwambie jirani, usiwe choo. Mwambie kuna upande wa pili, jirani, usiwe choo. Kataa kuwa nyumba ndogo, kataa kuwa choo. Haleluya! Anaenda kwenye nyumba ndogo na huyo mwenye nyumba ndogo wote ni choo. Mwangalie usoni mwenzako, mwangalie macho yake, mwangalie machoni, mwambie kataa kuwa choo. Haleluya! Haleluya! Penina akakubali kuwa choo. Alafu nyumba ndogo wana kiburi. Wana kiburi. Kweli si kweli? Ndio najua. Yaani wana kiburi na kibaya, sikia kwambie. Akaletwa nyumbani. Halo?
niwatie moyo akina mama na kina baba mlioko hapa. Umekamata ka message kamoja, unachanganyikiwa. Kula uli. Mwenzako alitoa wapi? Alitoa nyumba ndogo wapi? Nyumbani. Sikia nikwambie, umeiona message imeandikwa hivi, ifungue iangalie alafu iache wazi. Hana ni mwanamke jasiri. Haleluya. Hana ni mwanamke jasiri. Akaletewa mke nyumbani, akasema wewe leta mke nyumbani, mimi sichomoki, siondoki. Jamani, haleluya. Haleluya. Sikia chini kimbia nyumbani nyie. Bakini nyumbani. Wakati ameongezewa mke wa pili, Ana akaongeza maombi. Hujaelewa? Wakati anaongezewa mke wa ngapi? Ana akaongeza nini? Sikia nikwambie, wakati shetani anakuongezea majaribu mengi, anakuletea shida, mama unaona mambo yanaharibika, acha kulialia. Wewe piga magoti, lia na Mungu wako wa mbinguni. Haleluya. Lia naye, yeye anajua namna ya kukupigania. Haleluya. Haleluya. Anasema licha ya kwamba alikuwa ni mke wa pili, mke wa kwanza alikuwa ni Hana, wa pili akawa ni Penina. Kiuhalisia ingetakiwa apende mke wa ngapi? Mke wa ngapi? Lakini aliyependa ni wangapi? Sikia nikwambie, hata kama ujione una udhaifu wa kitu fulani, kuna kitu special Mungu amekeka kwako kuliko yule wa pili. Haleluya. Kuna kitu fulani special. Hana amenyimwa mtoto, lakini yeye ndiye anapendwa kuliko mtu. Tuko sawa? Sikia hii. Hana anasema akawa analia. Penina anakuja. Amekuja, Hana anamwambia, naomba mtoto wako anipe credit. Penina anamwambia, zawa kwako. Halo? Hakuna kitu kinaumiza kama mtu kukunyanyasa kwa kitu ambacho hauna. Halo? Ninyi ni mashahidi. Hakuna kitu kinauma katika maisha yako, unanyanyaswa, unadharauliwa kwa kitu ambacho ukweli hauna na uwezi ukakipata. Halo? Sikia nikwambie. Anasema wakati anadharauliwa hivyo, anafanyiwa hayo, kumbe aliyefunga tumbo la Hana ni nani? Jamani, ni nani? Sikia nikwambie mama, kijana uliokuwa hapa, baba, kuna mambo yamefungwa na unalia, na wenzako wanakukejeli, wanakudharau kama Penina, wanakuona kama mavi, wanakuona wanini. Sikia nikwambie, tulia, wakati ukiwadia vitafunguliwa. Upendo, wakati ukiwadia vitafunguliwa. Na sikia nikwambie hili, kilichofungwa na Bwana kitafunguliwa na nani? Kilichofungwa na Bwana kitafunguliwa na. Sikia hii, kilichofunguliwa na Bwana hakitafungwa na wanadamu. Haleluya. Mwambie jirani, kilichofungwa na Bwana kitafunguliwa na Bwana. Kilichofunguliwa na Bwana hakitafungwa na mwanadamu. Haleluya. Haleluya. Tuna baba, wenye baba wana nguvu. Haleluya. Anasema huyu mama alilia. Mama akiambia, mwanangu msaidie, anamwambia zawa kwako, mwenyewe unajaza choo tu hapa, hamna kitu, mimi ndo anajimwamba faya, akipita pale anajifanya kitu chake, akibeba. Sikia nikwambie, wewe ringa, Bwana atakuja kulipa kisasi. Haleluya. Yani alikuwa na makusudi, yani Penina na makusudi. Penina mtoto wangu mzuri.
Si nikwambie, baraka ulizopewa na Mungu usizitumie kuwatesa wengine. Halo? Ni baraka uliyopewa na Mungu, acha kuitumia kuwatesa ambao hawana. Hujui lini Bwana atafungua tumbo lao. Haleluya. Ni baraka tuliyopewa, ni dhamana kwa Bwana, tuitumie kuwabariki ambao hawana. Haleluya. Sikia hii, anasema Hana alilia. Sijui hiyo siku wameenda kule hekaluni, Hana analia. Hana kalia. Anasema uchungu ulikuwa moyoni hadi akashindwa kula. Ulishawahi kuteswa hadi hamu ya kula ikapotea? Halo? Yaani ulishawahi kufanyiwa kitu kibaya maishani mwako hadi unakula chakula, ladha ya chakula inapotea? Wewe sio wa kwanza. Hana ni rafiki yako. Halo? Mama, baba, kaka ulioko hapa, wewe sio wa kwanza. Hana alifanywa hivyo, na mpenda Hana aliendelea kumtegemea Bwana. Haleluya wapendwa, haleluya. Hana alimtegemea nani? Bwana wa mbinguni. Hana analia kama wewe baba unavyolia, kama wewe mama unavyolia sasa hivi. Najua kuna mambo yamefunga katika maisha yako, unatamani Mungu ayafungue, na umemwomba Mungu miaka mingi na bado yamefungwa. Umefunga kama Hana, umelia kama Hana, lakini yamefungwa. Endelea kumtegemea Mungu wa mbinguni. Haleluya. Endelea. Usimwache Mungu. Hana hakumwacha Mungu wa mbinguni. Haleluya. Hakumwacha, aliendelea kulia na Mungu wa mbinguni. Kuna mambo yamefunga, na kuna wakati unaweza ukaona giza mbele yako, haujui ufanyeje. Nakumbuka siku moja mwaka 2021, wakati wito uchungaji umekuja, nikiwaambia kwamba Mungu anafanya mambo, siongei historia, naongea uhalisia wa niliyoyaona na ninayozidi kuyaona katika hii ministry ya Injili. Nakumbuka siku ninakabidhi ofisi hospitali ya kwanza ambayo nilikuwa nafanya kama daktari mchaji, na pili nilikuwa nafanya part time. Wazazi hawakunielewa sana. Halo? Hata kama ni wewe usingemuelewa mtoto wako. Lakini mimi najua kuna historia ya nyuma, sema mbele kwa utaniruhusu kusema. Nataka nielezee tukio tu, maana la msingi kwenye ibada ya leo. Nikamwambia mama na baba, najua nyinyi mshanisomesha na mnipoteza hela nyingi sana. Huu ni wakati wa Mungu, na namwachia Mungu atanisomesha. Na nikamwambia, hivi unajua tulishakusomesha vizuri, chemaliza na kazi umepata. Nikamwambia ni kweli, lakini naombeni tumwachisha Mungu na yeye afanye sehemu yake. Sikia sasa. Wakati nimefika, nimeshakabidhi ofisi, nimeondoka, nimeandika barua ya kutaka pension, nimeenda chuoni. Nimefika chuoni, nilimwambia Mungu kitu kimoja, naomba nikiwa ninasoma, kwa sababu ni wewe umedhihirisha ni wewe nataka nile kitu nikasome. Pastor Mbaga ni kati ya watu ambao waliombea ombi la mwisho kabla sijaondoka, na kuniambia akasome uchungaji, acha hivi. Na kuna siku nilibadilishiwa maombi. Sasa ni historia nyuma ndefu, sitaki niseme sana hiyo nyuma, lakini nielezee chini cha sasa hivi. Wakati nimefika chuoni na nyumbani ananiambia, hivi unajua tulishamaliza kusomesha. Nikamwambia sikieni,
Mie mmeshamaliza muda wenu, huu ni wakati wa Mungu kunisomesha. Nikamwambia hivi, sitahitaji fedha yenu hata mia, ila Mungu ninayemtumikia aliyeniita, nimekonfirm ni kweli. Sema ndio siku nyingine Mungu asaidia. Nikamwambia huyu Mungu atanisomesha. Wakati nimeondoka, nimefika pale chuo cha Arusha University. Nimefika tu Jumatatu, hela za pension ambazo hazitokaji zikaingia kwenye simu yangu. Halo, baada ya wiki mbili nikaitwa na principal wa chuo, ni Mgana. Akaniambia, nimesikia CV yako, lesson unayo? Nikamwambia ninayo. Nikampatia. Akaniambia, daktari wa chuo anastaafu, wewe ndio utakuwa in charge wa ile hospitali ya chuo, na ziada zako tunakurudishia. Sikia, baada ya siku 2 kupita, napokea message, shirika la Marekani, umekuwa sponsored miaka yote hadi leo hii. Haleluya! Nikiwaambia Mungu anafanya, siongei nadharia, nimemuona. Hata kwako muamini atafanya. Haleluya! Sikia hivi, na ndipo anasema Penina akaenda kanisani, akaenda madhabahuni, akaenda madhabahuni, akalia sana, hadi ikafika hatua ambayo midomo inacheza. Hana analia na Mungu wake wa mbinguni. Mambo yanavyobadilika, usilie peke yako, nenda kamlilie Bwana, mwambie shida zako, mwambie yanayokutesa, mwambie ya moyoni, mwambie yaliyofunga, mwambie Bwana, saa yaja atayafungua. Haleluya! Kaje umesumbuka, mwambie Yesu sumbuko lako, unaya lili ayapitayo, mwambie Yesu pekee, mwambie Baba, mwambie sumbuko lako, rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu. Anasema akaingia kuhani. Sasa kuhani akaingia, Eli akamtazama pale madhabahuni, akamwambia, we mama, umekuwa mlevi asubuhi yote hii, umekuwa mlevi. Anayemwambia haya maneno ni nani? Ni kuhani. Halo, ni nani? Kuhani. Anamwambia, nampenda Hana, mama aliyefunzwa. Anasema, akamwambia, mtumishi wako sio kwamba nimelewa, bali ninamimina moyo wangu kwa Bwana. Haleluya! Ingekuwa ni wewe umeambia hivyo na mzee wa kanisa, umeenda pale Birongo unaomba, mzee wa kanisa anakuambia wewe umekuwa mlevi, ungemjibuje? Matusi ungemtukana. Halo, sikia nikwambie, kuna saa utafukuza baraka zako kwa sababu ya kushindwa kuheshimu watumishi wa Bwana. Halo, kuna saa baraka zako utazizuia kwa sababu umeona ni wa kawaida, ukawajibu vibaya. Sikia, ni huyu aliyemwambia Hana ni mlevi, lakini baada ya Hana kujibu kwa upole, mdomo ule ule, ukamwambia, enenda zako, Mungu akupe haja ya moyo. Mdomo ule. Ndio maana nawaambia kila siku, hawa wazee wa kanisa
Mungu amewapa mamlaka, si kwamba ni watakatifu, hapana. Mungu ameweka pale, akaweka hicho kitu ndani yao, wakitamka yanatokea. Hata kama unamjua vipi, achana na hayo, wewe nyenyekea, maana Bwana amewaweka kwa nafasi yao. Haleluya, haleluya. Wapenda, narudia hii, kuna baraka tutazikosa dakika ya mwisho, kwa sababu tulijaribiwa na shetani tukawajibu vibaya. Tujifunze kuheshimu watumishi wa Mungu. Haleluya. Mdomo, narudia tena, mdomo ule ule ulimwambia wewe ni mle, mdomo ule ule ulitambua kosa lake, ukamwambia mama, kuanzia leo Mungu amekupa haja ya moyo wako. Tujifunze kuheshimu watu wa Mungu. Haleluya. Sikia hii, anasema mama, baada ya muda ule uso wake ukachangamka. Na baada ya pale unaambiwa baada ya Elkana kukutana na Hana akabeba mimba. Kilichofungwa na Mungu kikafunguliwa na Mungu. Haleluya, haleluya. Sikia nikwambie, wakati wako ukiwadia, vilivyofungwa vitafunguliwa. Haleluya. Sikia nikwambie, mtoto mmoja alitosha kumnyamazisha Penina. Ujaelewa? Mtoto alimnyamazisha Penina, akafunga mdomo. Naomba Mungu wa mbinguni, unachokipitia Mungu afanye njia na afunge mdomo wa maadui zako. Haleluya. Jiwe moja lilimnyamazisha Goliati, akaanguka chini. Naomba Mungu afanye kitu cha ajabu, afunge midomo ya maadui zako. Ninampenda Hana, wakati anafanyia dhihaka alinyamaza kimya. Halo, alinyamaza kimya. Ukitaka mambo yako yafanikiwe, jifunze kunyamaza kimya. Hata kama utafanyiwa kibaya kama alifanyiwa Hana, tulia, mweleze Baba, atafungua njia. Haleluya, haleluya. Ondoka na haya katika siku ya leo. Jambo la kwanza, jifunze kusubiri wakati wa Mungu wa mbinguni. Haleluya. Jambo la pili, haijalishi umeomba muda gani, endelea kuomba. Saa itafika, Bwana atafungua kile kilichofungwa. Haleluya. Endelea kuomba, endelea kuomba. Jambo jingine la kuondoka nalo katika siku hii ya leo, baraka zako ulizopewa na Mungu usizitumie kuwaumiza wengine. Halo, ni baraka Mungu aliyokupatia kama Penina, usitumie kuumiza ambao hawana. Halo, ondoka na hili. Chochote kilichofungwa na Bwana, hata kama kitachelewa, saa Bwana atakapokifungua kitakuwa sio cha kawaida. Halo, Bwana atakapokifungua kitakuwa sio cha kawaida. Mnamkumbuka Sara? Halo, alifungwa na nani? Na Mungu. Wakati alipozaliwa mtoto wa ahadi Isaka, hadi leo tunasoma historia zake. Haleluya.
usimharakishe Mungu. Sara alitaka kuharibu. Halo? Alitaka kuharibu, akaenda akatoa Ishmaeli badala ya Isaka. Kuna watu tuna Ishmaeli, tuna kazi za Ishmaeli badala ya Isaka. Mungu atupatie Isaka, mtoto wa agano. Jamani, haleluya, haleluya. Samsoni mama yake alikuwa tasa. Wakati Mungu alivyofungua tumbo la mama yake, Samsoni alikuwa si wa kawaida. Haleluya. Subiri wakati wa Bwana.